Bomet kwa sababu ya kazi ya maendeleo ya Bomet na Kenya. Tulikubaliana kwanza ya kwamba katika mpango yetu ya bottom up economic transformation tunaanzia mashinani. Si ni kweli? Ndio leo tumekuja hapa mambo yenu ambayo tulikubaliana kwa manifesto ya Kenya Kwanza. Tulikubaliana mambo hii ya barabara, si ni kweli? Sasa leo hii barabara nyingi zilikuwa zimekwama. Na ilikwama kwa sababu ya kukosa pesa, kwa sababu pesa iliyoko ilipelekwa kwa BBI na rege. Sasa tumekwamisha rege na BBI, sasa pesa ya barabara imepatikana. Si ndio? So hii barabara yenu sasa hii kutoka Kiogong pale kuja mpaka hapa Kisosio tunajenga, tunaweka lami. Alafu itaenda hapa mpaka Sigor, si namna hiyo? Alafu itatoka Sigor mpaka Chebunyo. Pia tutatoa ingine Sigor ipitie Kibereres kule chini ikuje mpaka Longisa. Tunaelewana? Na hiyo barabara nimemwambia Waziri Murkomen, tunataka hiyo barabara 1.5 years, ikizidi miaka 2 iwe imekamilika. Hawa wananchi wanataka kusafiri, wanataka kufanya biashara na wanataka kufikisha mazao yao sokoni. Si ni kweli? Vile vile tuko na barabara zingine ambazo zimekwama hapa Bomet. Kama ile ya daraja 6 kwenda kule Siongiroi. Kupitia Chebole. Hiyo barabara imeharibika. Na nishamwambia waziri hiyo barabara turudie tena tutengeneze. Barabara zile zingine za kule Konoin vile vile zimeharibika. Pia hizo barabara zote tutarudia. Ndio tuhakikishe ya kwamba tuko na usafiri ya kutosha. Mimi nataka nishukuru wabunge wako hapa. Katika mpango yetu, sisi tunataka sasa mwaka huu tuweke bilioni 100 ya kutengeneza hizi barabara zetu katika Kenya, kwa sababu barabara ni ya muhimu kwa usafiri, kwa mambo ya uchumi, kusaidia wananchi kufikisha mazao yao sokoni, na tuhakikisha kwamba tunazalisha mambo ya uchumi ya taifa letu la Kenya. Tumekubaliana? Ya pili, mimi nimefika hapa leo tena kwa sababu nimekuja kuanzisha mpango ya affordable housing. Tulikubaliana na nyinyi, mliona kwa manifesto. Mimi niliwaambia kazi yangu ya muhimu wakati huu ni kupanga ajira hawa vijana. Vijana wa Bomet muko? Vijana wa Bomet muko? Vijana muko? Munisikize kwa makini. Munisikize kwa makini. Hapa leo tunaenda kuanzisha program ya affordable housing. Bomet town hapa mahali tunaanza nyumba 1,500 ya kwanza. Mpango yetu ni nyumba 5,000 katika phase 1. Hiyo nyumba 5,000 tunahitaji vijana 10,000 wa kufanya hiyo kazi. Nyinyi vijana wa Bomet mko tayari kwa hiyo kazi? Mko tayari? Pale tunahitaji architect, quantity surveyor, engineer, plumber, carpenter, mason, electrician, hata mtu ya mkono. Ya pili, tumeweka bilioni 1 kuunganisha stima kwa wananchi wa hapa Bomet County. So hiyo mpango nimekubaliana na Davis Chirchir waziri wetu ya kwamba hiyo program inaanza kuanzia saa hizi kufikia Disemba. Tunataka watu 20,000 hapa Bomet wapya wameunganisha kwa mambo ya stima. Nyinyi mnanielewa? Nyinyi mnanielewa? Tutatembea namna hiyo pamoja. Vile vile mimi nataka mnisikize kwa makini. Nyinyi vijana. Sawa sawa? Pia tumebadilisha sheria ya CDF. Na mimi nisha sign sheria mpya ya CDF. Sasa CDF pia itahakikisha kwamba tunajenga ICT hub kwa kila ward katika taifa letu la Kenya. Wewe kijana wa hapa Bomet nataka unisikize kwa makini. Hiyo ICT hub, huyu mandazi wenu huyu. Huyu mheshimiwa mandazi. Si ndio?
Huyu mheshimiwa Mandazi nimempatia miezi 4 peke yake. 4 months. ICT hub iwe imekuwa tayari. Sawa sawa. Mimi nitakuja niweke kompyuta, mimi niweke internet, nilete walimu ya kuwafundisha, na masomo ya digital job ni mwezi 1 peke yake umeanza kujua vile ya kuendesha biashara na vile ya kuendesha kazi kwa digital job. Nyinyi watu mko tayari kwa hiyo mpango? Tunataka vijana 300 400 every ward waende pale kwa ICT hub, wafinye kompyuta, waweke pesa kwa mfuko. Ati inaitwa nini? Hiyo taptengele hiyo. Hiyo style. Hiyo style ya taptengele hiyo. Nyinyi mko tayari kwa hiyo mpango? Sasa wewe Mandazi. Usiniangushe bwana. ICT hub ikiwa tayari, mimi tayari nitaweka internet, niko na kompyuta ya kutosha, niko na walimu ya kufundisha hawa jamaa, na nimepanga ajira kule ng'ambo vile hawa vijana watapata hiyo kazi. Nyinyi mnanielewa? Mimi nataka mjue hivi. Saa ile tunapanga kujenga barabara, saa ile tunapanga kuweka stima, pia lazima tupange ajira ya hawa vijana. Hawa vijana tunatumia, nyinyi watu wa Bomet na wa Kenya nataka mnisikize, tunatumia bilioni 600 kila mwaka kusomesha watoto wetu. Na ni lazima wakati tunatumia pesa nyingi kusomesha watoto wetu, lazima vile vile tuwe na mpango kamili. Wakitoka shuleni, wakitoka college, wakitoka university, lazima tuwapange na ajira, ndio tuweze kuhakikisha ya kwamba wanatumia masomo waliopata, talanta walio nayo, ujuzi waliopata, elimu waliopata, na pia taaluma walizopata kujenga taifa letu la Kenya, na kila kijana aweke pesa kwa mfuko, achunge familia yake na asukume uchumi wa Kenya. Tumekubaliana jameni watu wa Bomet? Unaotana mauna otole. Tumekubaliana? So hiyo ndio mpango mimi nimekujia hapa Bomet. Na mimi nataka niwashukuru. Nyinyi watu wa Bomet ni watu wa bidii sana. Mumezalisha chakula mwaka uliopita mpaka mkatusaidia kulisha Wakenya wengine. Mimi nataka niwaeleze ya kwamba tuko na mpango tena. Mambo ya mbolea, mimi nataka niwahakikishie. Saa hizi kuna matatizo madogo madogo, lakini nimeambia wizara lazima kila mkulima apate mbolea kwa bei ya shilingi 2,500. Wale wakora wanataka kutuletea kisirani hapo katikati, mimi nimeambia hawa mambo yao ni matatu. Wezi, wakora, walagai na wale wengine wote. Si ndio? Mnataka ati mbolea ya serikali tumelete na kupunguza bei mtu akuja auze hapa? Hiyo watu ni wapumbavu sana. So na mimi nitakutana na wao. Na mimi nataka niwaambie ndugu zangu watu wa Bomet, wananchi ndugu zangu watu wa Kenya, sisi ndio tutapeleka taifa letu la Kenya mbele. Tukiungana, tukishirikiana, na tuwe na maamuzi ambayo inaweka taifa letu mahali penye kuna udhabiti. Mimi nataka niwahakikishie Kenya is going to go places. Kwa hivyo msikuwe na wasiwasi. Wakati tumesema ya kwamba tunataka kwanza kupanga uchumi, wengine walikuwa wanatupigia makelele. Leo si mnaona mambo vile inaendelea? Si dola ndio hiyo inateremka? Si unga inateremka? Si mafuta inateremka? Si cost of living inateremka? Na ni kwa sababu tumekubaliana ili tuamue, hata kama mambo ni magumu, tukiamua itakuwa magumu kwa muda, lakini baadaye sisi wote tutasherehekea, because we will have made the right decisions for our country. Tumeelewana Bomet? Nyinyi mko tayari? Mimi niko na mambo yenu ya maji. Maneno yenu ya maji hapa. Kulikuwa na mtu alikuwa anataka kutuletea Kiingereza. Si ndio? Ile ilikuwa imekwama hapo. Mimi nimeita mwenyewe Chinese, nimemketisha chini. Nikamwambia either afanye hiyo kazi ama nitamkatia tikiti. Ndio? Sasa tumekubaliana. Ngoja kabla hajahama wacha amalize maji. So tumekubaliana na yeye hiyo maji ambayo iko pale. Si ndio? Hapa Kiogong na hiyo area. Hiyo maji lazima mpaka mtakunywa hata na nyinyi hapa. Haiwezi kwenda Sigor peke yake. Na vile vile
nimeenda mpaka China, mambo ya maji yenu ya Bosto. Pia hiyo maji iko katika mipango yetu, ilikuwa imekwama na watu wa forest, tumekwamua. Sasa imebaki tu agreement, commercial agreement, ndio tuweze kujenga dam, tulete maji sehemu hii yenu. Tumekubaliana? Na tumekubaliana vile vile mambo ya afya. Nyinyi mko hapa leo. Kesho Jumatatu mimi naenda kuweka sahihi sheria mpya ambayo tumekubaliana na mahakama ya mambo ya housing. Kwa sababu we want to make sure that we do that which is going to change our country. Housing is going to give us jobs for our young people. It's going to give us decent living conditions for our people of Kenya. It's going to assist us in making sure that we have land for food production. And it is also going to make sure that we grow our manufacturing sector because many areas will contribute to housing. Na ndio hiyo kazi mimi naenda kufanya Jumatatu, kwa sababu tumekubaliana na mahakama tuwe na sheria ambayo itapanga mambo ya housing. Vile vile wiki hii ambayo imepita tumepitisha ile regulations ya UHC ama Universal Health Coverage. Sasa mimi nataka msikie vizuri. Tumekubaliana ya kwamba hatutaki mtu tena auze shamba, auze ng'ombe, auze mali ati anaenda kulipa bili ya hospitali. Tunataka bili ya hospitali ilipwe na bima ambayo inasimamiwa na serikali ya Kenya. Tunaelewana jameni? Tumesema ile nyinyi watu ambao mnalipa shilingi 500 na mapato yenu iko chini, tutawapunguzia ikuje 300. Na wewe hasla ambaye huna kabisa uwezo ya kulipa hata hiyo 300, tutakulipia kama serikali ya Kenya. Lakini wewe kama uko na uwezo usijifanye ati uko hauna uwezo. Tunajua, tutapima vizuri. Ama namna gani? So yule ambaye hana uwezo tutamlipia. Yule yako na uwezo kiasi alipe 300. Yule yako na pesa mingi kama mimi nilipe zaidi. Si ndio? Ndio tusaidie kubeba wengine. So hiyo ndio mpango tuko naye. Na tumekubaliana vile vile na huyu gavana wenu amepanga tayari community health promoters. Tumekubaliana hawa community health promoters. Wewe wacha maneno. Tumekubaliana mambo ya community health promoters ya kwamba mambo ya matibabu itaanza kwa kijiji. Kila kijiji tutahakikisha kwamba kuna community health promoters. Hapa Bomet tuko na community health promoters 1900. Na mimi tayari nimeshatoa equipment ya kuequip our community health promoters wote. Na tunataka tukubaliane vile tutasonga mbele kwa pamoja. Kwa hivyo we are going to have our universal health coverage rolled out, na nyinyi kama wananchi muanze kujipanga. Wizara itatangaza hivi karibuni vile nyinyi mutajisajili upya, ndio tuhakikisha kwamba kila mmoja wetu ako katika orodha ya wale wa Kenya ambao wakienda hospitali watatibiwa, tuko na bima, na tuhakikisha kwamba mambo ya afya isituletee matatizo tena na isiweke wananchi wengi katika hali ya umaskini. Tumekubaliana Bomet? Okay, washine. Si kazi iendelee ama mnataka watu waanzishie kitendawili hii watu? Kazi iendelee? Wale wanasema kazi iendelee nione kwa mkono. Bas. Hapa si mnajua mimi niko na muungwana ananisaidia kibarua hii. Anaitwa nani? Anaitwa nani?